baba, tumeua na hii ni kesi. Ikabidi washuke. Swali kubwa wanalojiuliza ni nini watafanya. Mwamba akamwambia Devi, tuingie kwenye gari na tusepe. Devi akakataa kata. Ikabidi ampeleke hospitali. Hai, mambo poa. Mimi ndo nilokugonga, mambo nisamee kwa kilicho. Usiwaze na wala usijali, pia sikuwa makini, usijali. Jukumu la kumhudumia ikabidi alibebe Devi, matunda, msosi na kila kitu. Na siku zilipozidi kwenda, Devi ikabidi arudi nyumbani. Kufika nyumbani akamkuta bi mkubwa asharudi. Akamuuliza, nimekuja muda mrefu sana na hujaja kunipokea, je, ulikuwa wapi? Akamdanganya, nilikuwa nimeenda kwenye interview ya msingi. Bi mkubwa akasema, una bahati. Moja kati ya vitu vilivyokuwa vinamsumbua ni kujihudumia mwenyewe, na wakati hajapona vizuri, ila Devi kamwahi akampa msaada. Devi ikawa ni kama kwake, muda mwingi anatumia kukaa na mgonjwa, anampikia, na bi mkubwa anamshangaa, mbona huyu kijana ananijali sana. Devi akamwambia, naweza kukuuliza swali? Sawa, haina shida, unaweza kuniuliza. Nini kilitokea siku ya ajali na mpaka ukawa kwenye hali kama ile? Nilimkuta mpenzi wangu na mwanamke mwingine. Pole sana, nafikiri ukustahili kufanyiwa kitendo kama hicho, wewe ni mrembo sana. Huyo mwana hakustahili kuwa na wewe. Bi mkubwa kuna namna kama akili imeanza kuhamia kwa mshikaji. Wakati Devi anarudi nyumbani, akamkuta baba wa kambo kapoa sebreni. Akamuita, hai Devi, siku yako imeendaje? Devi akamwangalia, leo mwanae kaja kumtembelea. Akamuuliza, vipi kuhusu yule mwanamke? Silvia. Ndiyo, yupo vizuri, nilienda kumuona jana. Mwamba akashangaa, umeenda kwake? Ndiyo, kwani kuna shida? Hamna. Ndugu mpenzi mtazamaji, season 2 inaishia hapa. Naomba utuambie kwenye comment kama umeipenda au hujaipenda au tuachane nayo. Naomba usubscribe, ushare na kulike. Na hii ni Zero Recap TV. Asante.